Kuna mambo mawili ambayo ni ya msingi sana, ambayo adui lazima apambane kuhakikisha kabisa kwamba kwenye hayo mambo huyagusi. Jambo la kwanza ni wewe kujua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Alafu jambo la pili ni wewe kulitumikia hilo kusudi. Adui atapambana kwa namna yoyote. Kwanza usijue. Pili, kitokea umepambana umeweza kujua, usilitumikia hilo kusudi. Ni mambo ya msingi. Kwa hiyo kwa kujua hivyo, tunaangalia kwamba lazima tuweze kufight kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza tuhakikishe tunajua kusudi la Mungu kwenye maisha yetu, lakini eneo la pili tuhakikishe tunalitumikia hilo kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Ni vitu vya msingi sana. Unaweza ukajua na usiweze kulitumikia. Very, very, very important. Tukisoma kwenye kitabu au kwenye maandiko matakatifu, kwenye kile kitabu cha Yoshua, mstari wa sura ile ya kwanza, mstari wa 5 mpaka wa 6, Mungu anazungumza na Yoshua kwamba kama nilivyokuwa na mtumishi wangu, kama nilivyokuwa pamoja na mtumishi wangu Musa, hivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Mstari wa 6 anasema uwe hodari na moyo, kwa sababu wewe ndio utakayewarithisha wana wa Israeli nchi ambayo niliwaahidi baba zao. Hapo Mungu analifunua kusudi lake kwa Yoshua, kwamba sasa Yoshua anajua kwamba yeye ndiye anayehusika kwa wana wa Israeli kuhakikisha kabisa kwamba wamerithi nchi ya ahadi. Ni ahadi ambayo Mungu aliwapa baba zao, na Yoshua yupo pale amewekwa na Mungu kuhakikisha ile ahadi inatimia. Ile ahadi inatimia. Lakini kwa nini Mungu anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa? Kwa sababu tayari ameshalifunua lile kusudi lake kwa Yoshua, kwamba wewe ndio utakayewarithisha wana wa Israeli ile nchi ya ahadi. Muda ikitokea kwenye maisha kwamba Mungu ameweza kukujulisha kwamba nini unatakiwa ufanye, nini unatakiwa ufanye kwenye ulimwengu huu, muda huo vita inaanza, kwa sababu yupo yule anayetupinga, adui na shetani, mfalme wa giza. Na hapo ndipo tunahitaji uhodari, na hapo ndio tunahitaji moyo wa ushujaa, kwa sababu kuna jambo la kimungu ambalo tunatakiwa tulitimize. Bila hivyo utajua kusudi la Mungu na hutakaa ulitimize. Yesu kwenye kile kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ile ya 4 mstari wa 34 anasema chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi yake yeye aliyenipeleka, alitimize kusudi lake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa tayari anayajua, kwa yuko bize kuhakikisha anatimia. Kujua ni kitu cha msingi na ni vizuri zaidi. Kwa wale ambao bado hawajajua, make sure wanajua. Lakini baada ya kujua, hakikisha unakuwa hodari na moyo wa ushujaa kuhakikisha kabisa kwamba hicho kitu ambacho umekifahamu au ile kusudi ambalo umejua linatimia au unalitumikia. Kwenye eneo la kutambua kusudi la Mungu au mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu, eneo ambalo adui amelishambulia kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana kwenye huduma zote ambazo Mungu ametupa kama ualimu, uinjilisti, tume, wachungaji na huduma zile 5, huduma nyingine kwenye kanisa zinanawiri, zinashamiri. Wachungaji tunao wengi wa kutosha, wainjilisti tunao wengi wa kutosha na wako kwenye viwango, walimu tunao wengi wa kutosha wako kwenye viwango, lakini mitume wapo wengi wa kutosha wapo kwenye viwango. Unapokuja kwenye manabii, watu ambao wanabeba siri za Mungu au karama ya unabii, unakuta imeshambuliwa kwa kiwango kikubwa sana. Watu ambao wamebeba hizo karama wameshambuliwa, na upatikanaji wa karama yenyewe au ofisi yenyewe imeshambuliwa. Kwa yoyote yule ambaye ameitwa kwenye hilo eneo, ana uwezo wa kufunua mapenzi ya Mungu kwa watu, kufunua kusudi la Mungu kwa watu. Hivyo basi adui, they are after them. Adui anapambana nao, na wao hawajui kwamba adui anawapinga. Kwa hiyo wanaenenda tu wanavyojua wao. Ndio maana unakuta vituko vingi havipo kwa walimu, havipo kwa injilisti,
havipo kwa mitume. Vituko vingi vipo kwa manabii. Wana vituko kupita maelezo. Kwa sababu gani? Kwa sababu adui haitaki hiyo na haipendi, kwa sababu inawafungua watu kwa kiwango kikubwa, inatoa maelekezo ya Mungu. Shalom, shalom watu wa Mungu. Mungu awabariki.